Anza Zilongwe. Na hata mtaa huu nafikiri mimi ndio nilianza. Baadhi yetu nilikuwa katika kianzi kujenga hapa. Sasa mimi kwanza na big apology, maneno kisijajia, sikujua kwamba uko na maneno kama haya. Sasa nimekusikiza na nimekuelewa. My point is this. Mimi nikizungumzia mambo ya Omar Mwinyi katika sisi ambapo tulikuwa hapo kitambo, sisi tulimpa jina ya Simba, tukamweka kuongozi. Ambapo mimi namjua zaidi. Na namjua hivyo kulingana na mambo ya shamba. Nikikupa hadithi ya huko juu, tulimuita Omar Mwinyi atusaidie kwa ile shamba pale juu, akatupatia huyo seneta wake. Huyo seneta wala alitubwaga last minute, ikiwa amekubali kutolea 80,000 hakutoa mpaka dakika mwisho, kesi ikatushinda. Na tumeshinda mara 2. Mara 3 ikabidi tutafute mbinu nyingine, tukapata leakage ya title deed, tukafuata paka bara. Ilipokuja title, ikawa sasa kesi kuna mtu mwingine ambapo kuna hiyo title. Sisi kawa tuko kando. Nilipokuja hapa last time, maana mimi kwa kweli nilikuwa nimesusia hii mkutano. Maana yake sioni mwelekeo. Hata ndio sababu nilikuwa ninazungumza hivi. Na tunapotozwa na wakubwa wetu. Maana yake kiuku wanaenda kwa Omar Mwinyi kila siku. Hata last time walikwenda Changamwe. Walikwenda kwa Omar Mwinyi, wakaambiwa wangoje Omar Mwinyi mpaka aje aseme last word. Nafikiri walienda. Na mimi nikawa nimesikia na nikampigia Kilai, akaniambia kwamba Omar Mwinyi amesema mpaka atakaporudi ndio atawaambia watu wanyamaze na wasitoe pesa chochote. Hata huyu jamaa anazungumza kuhusu watu. Hao watu leo hawangekuja hapa wengi, maana ilikuwa ni harambee, haikuwa ni mambo ya mkutano. Ilikuwa ni harambee, ni wajua mambo ya pesa. Na Omar Mwinyi ashaambia watu msitoe pesa. Hata watu watatoa pesa wapi? Na mimi nilisema kwamba watu sasa hiyo wamevunjiwa, wamefukuzwa wapangaji, hawana pesa. Watatoa pesa wapi? Nilisema hapa juzi. Sasa hao mao ni wakubwa wetu pia. Waliingia kwa hii case, ikawa msiki ni fulani na fulani andadas kama vile ilikuwa ya mwenzetu. Lakini mimi nikawauliza kwamba nyinyi mmeingia kwa hii case safari hii, nini mmeweka mpya? Hawakusema. Sasa mimi kwa upande wangu mimi nasema hivi, ikiwa umekubali kusaidia, mimi nitakuwa na wewe na pia ukutembelea Lilongwe huko nikwambie mambo mengi zaidi ambapo ninajua. Ya tatu ya mwisho. Fadhili huyo ambao tunasema kwamba wacha nikae chini kidogo maana nasikia mbaya. Fadhili huyo ambapo tunasema kwamba anasaidia watu, hata juzi nikisikia hapa jamaa anaenda kwako. Mimi katika kamati yangu tunaenda kwa Fadhili. Atufanyie mpango ya kwenda kwa governor. Akakubali. Ikawa mimi ndio mmoja wa watu walienda kwake. Akatuahidi twende. Alitupeleka kweli kwa governor. Maana yake tulikuwa tumepigwa faini, baada ya kesi kuisha ikawa tutoe 120,000 na 1,200,000. Sasa pesa hii ikawa tuna akatupeleka kwa governor. Governor akakubali kweli kutupatia hiyo pesa. Fadhili alipopewa pesa akatupatia shilingi 50 peke yake. Zingine alikula. Na mimi nikawa baadaye nikamwambia bwana wacha tudhulumu. Maana governor alikubali kutupatia 100,000 na 20,000 ambayo tulikuwa tunataka. Alipotoa hiyo pesa Fadhili alitupatia 50,000. Tena alitupatia kupitia mwanamke mmoja huko kwetu. Pamoja na huyu jamaa yuko hapa aitwa nani huyo? Huyo anaduka hapa juu. Alibaba. Ndio akatuletea 50,000. Hizo mpaka ikabidi mimi mwenyewe kwa vile kama alikuwa hana pesa, nikajitolea nikaenda kutafuta pesa kwa Msomali, akanipa pesa, tukaenda kalipa hiyo fine. Tukamaliza hiyo fine. Sasa hakuna mtu asiyejua Omar Mwinyi hapa kama mimi na Omar Mwinyi sana, maana yake rafiki yangu ashanisaidia. Hata naweza kuwa mnamshukuru kwa vile nyumba yangu ilipoungua alinipatia mabati bila kumuomba. Akanirekebishia nyumba. Lakini nani wake hali yake tunajua. Maana yake mtu ikiwa amesimama atawasaidia shamba na anajua nyumba zenu ziko huko na anatupiga hivi na hivi. Huyo sio mtu mzuri. Ni mtu ambaye anaweza kupoteza muondo. Siasa ambayo iko hapa pia ni hivyo hivyo. Hapa kuna wabara wengi. Ndio sababu hata hapa haiwezi kuendelea mambo mazuri chini ya Omar Mwinyi. Mimi nawaambia kweli. Kama ingekuwa anakubali kusaidia miaka yote hayo, Omar Mwinyi angekuwa shamsaidia atakapatia siri hapo.
Sasa msemeji wangu ya kwamba tuangalie vile tunaweza kusaidiwa hata kulipwa, ilikuwa ni kuhusu siasa ambapo kumeendelea kwa hii shamba miaka nene miaka rudi. Tumekuwa hapa miaka mingi mzee. Sasa ikiwa wewe umekubali kusaidia, chukua jukumu tusaidie, na pia itakuwa inakupatia nafasi nzuri ya kwamba wewe pia unaweza kuwa simba wetu. Asante. Kuna kitu tunaweza kupata. Maana kama ingekuwa tunaweza kupata kitambo, hawa chama na huyu wameenda sio mara 100 huko. Si ndio nani mzali? Wameenda zaidi ya mara 100 asubuhi, jioni, asubuhi. Hata kama mimi nimechoka naona kama haina haja twende kwa marumini, maana hakuna faida wanapata. Na ndio sababu nimesema tunapotozwa na waongozi, maana sasa sisi ikiwa tunawafuata hawa na wanaenda kwa marumini kutoa habari hii na huko wanatoa habari hii huko, ikiwa mtu kama wewe amekuja hawatupati ripoti nzuri. Chairman wetu pia bado yuko kwa fadhili, anataka fadhili sio ampeleke kwa nani. Yote hiyo ni kupoteza wakati. Ndio sababu nimetoa hiyo lugha. Asante.